Kwa hiyo nawakaribisha. Nawakaribisha sana waje wapate elimu bure bwana, kilimo kinalipa, kilimo kinalipa ndugu yangu. Sasa hizi maisha sasa hivi uhitaji kuajiliwa. Yaani njoo kwenye kilimo bwana. Kilimo wasa ni kizuri sana. Haya, ila Dani bwana, nasikia bwana uliibiwa simu ukaenda kwa mganga, ni kweli? Ni kweli kabisa, nilibiwa simu nikaenda kwa mganga. Mganga alikusaidia kurudi simu? Ilikuwaje ulivyoibiwa? Lakini kwanza tupe story ya kwa mganga, mtaa kwa mtaa. Tumefuata Dani hapa atuambie aliibiwa simu lakini akaenda kwa mganga, ilikuwaje? Asante. Kwa majina naitwa Danieli Mtove. Cha kwanza bwana, mwaka jana tarehe 2 mwezi wa 5 nilibiwa simu. Nilibiwa simu tarehe 5 mwezi wa 2, ile siku ambayo alikuwa amefariki tunasema bilionea Mengi. Sasa wakati na peruzi pale nini, ulitumia taarifa. Nilitumia kabisa, nikapata taarifa kwamba bwana Mengi kafariki. Sasa baada ya hapo nyumbani kuna kitu nilikuwa nimefanya pale, ikabidi niende nikacheki mara moja. Sasa nimeenda pale kucheki, narudi nakuta simu ameshanibebea. Nikazunguka huku na huku, sikumpata mwizi. Mwisho wa siku nikasema hapa nini tatizo? Nikakutana jamaa, akasema ya jamaa, kuna mganga yupo pale sehemu inaitwa Ipogoro. Yaani ukienda yule pale tu unamuelekeza, mambo yanaenda vizuri, simu inarudi. Mwanangu, mimi nikashawishika. Na mimi ndio bilionea, pesa ipo, nikasema wacha niende. Nikatoka mguu kwa mguu nikaenda pale kwa umkomeshe bwana, mimi simu yangu bwana, ukabidi utumie gharama kubwa kuliko gharama ya simu. Alafu licha ya hivyo wiki moja tu nilikuwa nimeshapoteza tena simu ya batani tena pale. Kwa hiyo nikasema haiwezekani, lazima nimuoneshe show, lazima ieleweke. Baada ya hapo nikatoka zangu nikaenda Ipogoro. Nimefika pale nikakutana yule mganga pale, akanambia bwana, akaanza kutoa manjonjo yake pale nini, akachukua mbwembwe kama zote, akatoa ubani wake pale, akazungusha, akasema bwana, ule pale mtaani kwenu kuna kibaka anaiba sana vitu pale. Jina akalitaja kabisa, lakini mtu sio kweli. Simjui kabisa na sijawahi kumuona. Ila kwa mimi nilivyokuwa nimeenda ile simu, kwa sababu kwa pale mtaani kwetu kwa kweli kuna mwizi alikuwepo, yupo, yani ni mzoefu, yani hata wewe Uncle Sam ikitokezea pale ukikaa kizembe anakulambazia simu yako. Sasa baada ya hapo nikamsikiliza yule jamaa, akatoa maelekezo. Kikubwa mganga alikusaidia hebu tuambie kwanza, mganga akakwambiaje? Yani baada ya hapo ulipotoa pesa akwambiaje mganga? Sikiliza Uncle Sam, usiende mbali sana. Iko hivi, nilipofika pale story ndefu. Hakunisaidia chochote zaidi ya pale. Mimi mwisho wa siku nilimpotezea kwa sababu nilijua tu hapa anadanganya. Ina maana hakufanya chochote. Hakuna msaada wote. Ulipigwa chale ngapi? Kunichoma. Hakuweka hata kidogo, na yani nisingekubali. Basi waongo. Yani waganga msiwakubali, ni waongo kupindukia. Mkubali Mungu. Yesu ndio muweza wa yote. Yesu ndio muweza wa yote, mtaa kwa mtaa hiyo pamoja na Uncle Sam. Lakini pia Dani, tupo katika hili ni shamba darasa au ni nini wanahitaji kitaalamu? Hapa ni kama shamba darasa, afu pia panaitwa vituo atamizi. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kuatamiwa, tunaatamiwa na watu wanaitwa pasi. Haya bwana, pasi. Nimeshangazwa na hoho za njano. Hizi ni ya kijani kabisa, ya kijani. Ila kuna muda zinabadilika rangi. Zinanishangaza, zipo hapa zinabadilika rangi. Mambo ni hivi. Unaona kama hiyo? Hii ni nyekundu. Hii hapa ni njano. Ya njano. Unaona hii hapa hii. Hii ilikuwa ya kijani. Ikabadilika hapo ikawa inabadilika. Jamani. Hiyo njano yote. Hii ni njano yote. Okay? Ndio. I say, inakuwaje zinakuepo hivi? Ni ugonjwa au ni nini? Huu sio ugonjwa, ni tuseme ndio, yani kwamba ndio kama nyanya mfano utakuta inaanza stage ya kwanza, inakuja ya pili, inabadilika, mara mwisho inakuwa nyekundu. Naam. Unawaambia nini wale ambaye hoho bado haijawa njano lakini yeye anaipeleka sokoni ya kijani?
Wale zile hoho ambazo ni za kijani sokoni tuseme kwamba ndo zilivyo, ila hizi hapa ni kwa ajili ya tuseme kwamba zinabadilika za kisasa zaidi. Na gharama yake iko juu kidogo. Yani kwa kweli hii hoho mfano kwa mtu wa kawaida kabisa uweze ukainunua, manake hoho moja kwa mtu wa kawaida unaweza ukanunua kuanzia 750 mpaka 800. Ndio. Hizi ndo unazipata hoho kwa hoho moja, pisi moja. 700 mpaka 800. Ndio. Yaani hapo tumekuonea huruma, hiyo tutakuzia bei ya jumla rejareja buku. Kwa kweli, ila kwa saizi kwa sababu promotion saizi hoho zimeshuka bei, unaweza kupata hata kwa kuonea tena huruma 500. Ofa. Si unasikia wale wanatangazaga ofa. Ndio. Haya, hii ni nanili sasa ofa 500 kutoka 1800 lakini sasa ni 500. Ndio. Haya, wawai hapa jinsi ya kufika, unakuja unapanda bajaji za Kasanga. Ndio. Unashuka sehemu moja kwa matrafiki pale wanakaga. Kwa hiyo ukawaambia bwana, ukishashuka hapo kwa matrafiki kuna bango kubwa sana limeandikwa pasi AIC nini hapo, naelekeza hivyo, njoo tu hapo na vijumba vingi. Ukifika hapo utapandisha juu kidogo, utakuta tena kuna kibao kingine kwa pembeni, utakuta upande wa kulia kuna jengo kubwa, hapo ndio soko letu. Ndio sokoni pale. Pale ndio soko letu. Lini? Lile bado haijafunguliwa. Soko maalum lipo hapo mbele kidogo. Ukija ulizia Dani Mtovi anapatikana wapi? Mimi niko hapa masaa 24. Ukienda kwingine buku. Umepunguziwa 700. Ndio. Ukija kwa Dani bei rahisi kabisa. Kwanza ukija hapa ukila hoho yangu, hata pia kama kuna matatizo yote unasumbuliwa, unapata uponyaji. Hichi kitu ni kitu chenye uponyaji. Kwanza zimepandwa neno la Mungu, zimepandika. Afu pia kitu kingine, yani hapa tuseme kwamba hizi hoho ni kama zinapata uponyaji kwa sababu nini? Simulizi. Watangazaji. Wewe ni baraa. Yani watu wengine unajikuta, watu wengine pia huwa wanadhania utani, na huwa nimekizungumza sana ile kuna vita kubwa sana kutokana na vile ambacho vitu tumekuwa tukivirusha miongoni mwa wahanga. Wako wengi, lakini pia ndugu yetu Dani hapa ni miongoni mwa watu ambao pia na kifaa chake kimeharibiwa. Ndio. Hii ni redio ya pili. Nimenunua redio ya kwanza ikaungua. Hii ndio nimeleta ya pili nayo tena imeungua pia. Kwa hiyo jamani, maombi tukazane kuomba. Ukazane, usio unapenda kusikiliza tu alafu na mambo mengi. Unaweza kaenda kabisa. Ni kweli kabisa. Shetani achoki muda wote yupo kazini. Mama ndugu yangu. Haya bwana, mimi nikushukuru sana ndugu yangu Dani. Ndio. Nimefurahi sana kuwepo huku siku ya leo. Ndio. Lakini pia nikutakie kazi njema. Asante sana. Kuahidi kwamba hapa nitarudi tena. Karibu sana. Hata hivyo umechelewa. Ungefika mapema kwa muda mwafaka, ungepata vitu vizuri kutoka studio ya shambani inaitwa. Yani hapa ni hatari. Yani fire. Yani ni hivi bwana. Siku Dani nitakuja kupanga nije na timu nzima kabisa ya LZFM na wadau mbalimbali. Ndio. Tuje tukutembelee, lakini pia tukipata elimu kujifunza. Ndio. Mimi tunakaribishwa. Nakushukuru sana, karibu sana. Yani hapa bure. Hiki sio kilimo uti wa mgongo, tafadhali sana tuelewane. Huu sio uti wa mgongo. Hichi ni kilimo cha kisasa. Utu pesa. Yani unaona sio kwamba tupo ndani ya nyumba. Hapana. Azakazania ndani ya nyumba. Hapana, hii ni screen house. Inaitwa screen house. Screen house au tofauti gani kati ya greenhouse na screen house? Au ndio kile kitu labda umeamua tu kuita? Nimeamua tu kuita hivyo. Hata hiyo ukiita hivyo ni sawa tu. Sawa. Ndio. Lakini kama vile kuna KIC huko jamani. Hamna KIC kokote. Hapo ukija mchana utakimbia. Kwanza mimi mwenyewe ikifika muda fulani inabidi tu nikakae pale nisikilize simulizi vizuri nikiwa na relax. Haya bwana. Dani bwana. Ambaye naona moja lile limeiva sana bwana, litaribika. Twende tukananeli. Tukavune. Tuenda kuvuna bwana. Sasa hapa material hatujabeba. Kumbe unatakiwa uvune na material. Lete bwana tuelekeze ukiwa unavuna unavunaje. Wasikilizaji wetu na watazamaji wetu.
wa 97